Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu kwa taarifa za KTN leo weekendi, ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2017. Ikiwa ni siku ya Jumamosi, tumekuandalia mengi kando na siasa, ambapo wanasiasa wamezuru maeneo mbalimbali kuweza kuwarai wapiga kura kuweza kuwachagua ili kuunda serikali ifikiapo Agosti 8. Na basi hii leo tumekuandalia katika makala ya Tembea Kenya, Mashirima Kapombe atatupeleka katika mkahawa wa Ololo Lodge, mkahawa ulio katikati ya mbuga za wanyama ya Nairobi. Na katika makala ya ama sehemu ya Kwapi hii leo mtazamaji, tuko naye Muganga Mwandamiro ambaye alikuwa mbunge wa Uundanyi kuanzia mwaka 2002 hadi mwaka 2007. Ataweza kutuambia sasa yuko wapi, anafanya nini, iwapo amejiingiza tena kwenye siasa ama ameachana na siasa kabisa. Hayo yote mtazamaji ni baadaye, lakini kwa sasa tupate vidokezo. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa. Jina langu ni Mary Kilobi, mtangazaji wa ishara akiwa ni William Sila. Hisia mseto mtazamaji zimeendelea kuhusiana na uamuzi wa hapo jana wa mahakama ya rufaa kwamba matokeo ya urais yatatokana ama yatatangazwa kwenye maeneo bunge ndio matokeo rasmi. Na huku waziri wa ugatuzi Mwangi Kiunjuri akipendekeza kesi kuwasilishwa mahakamani katika mahakama ya juu zaidi. Na mtazamaji, naarifiwa kwamba kidogo taarifa hiyo haiko tayari na nitaweza kuletea katika muda usio kwa mrefu. Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto wameendeleza kampeni za chama cha Jubilee hii leo katika maeneo ya Meru na kufanya mikutano kadhaa, huku wakiahidi kutenga shilingi bilioni 2 kuimarisha biashara ya miraa humu nchini. Inaonekana na Wakenya wote. Jubilee, munataka kusikiza Uhuru Kenyatta? Wapi nduru ya rais wetu Uhuru Kenyatta? Sisi hatuna uadui na mtu yeyote, tunaelewana? Sisi haja yetu ni tushindane na wale ambao wanataka kutuletea taabu katika taifa letu, na hawa ni wale watu ya naso wa huko. Au mnataka kitendawili ingie upande huu? Unajua anazunguka anasema ati watu ya Lare, watu ya Meru ati watampatia kura safari hii. Kuna mambo ya kitendawili hapa Lare? Kuna mambo ya kitendawili hapa? Hebu nionyeshe ya kwamba hapa hakuna kitendawili ambayo inatembea. Na ndipo tuwasema, hata kama mko na wengine ambao labda huyu anataka huyu huku chini, mimi nawauliza tu, tutafute kura yetu kwa amani. Si ni namna hiyo? Tutafute kura yetu kwa amani, si ndio? Kwa sababu uadui hatutaki, na mimi vile nasema kila wakati, sisi hatutaki kuona umwagikaji wa damu ati kwa sababu ya kura. Tutafute kwa amani. Na nyinyi vijana, na wasii sana, Kenya ya leo na kesho ni yenu. Musitumiwe na viongozi kupigana. Na mtazamaji, huku wanajubilee wakiwa katika kaunti ya Meru, muungano wa NASA na umeendeleza kampeni zake katika maeneo ya Vihiga, ambako kinara wa muungano huo Raila Odinga ameahidi mabadiliko makubwa ya kiuchumi iwapo NASA itapewa nafasi ya kuunda serikali ijayo. Kwenye mikutano yake maeneo kadhaa ya kaunti hiyo ya Vihiga, viongozi wa muungano huo wamewataka wafuasi wao kujitokeza kwa wingi siku ya uchaguzi ili kuhakikisha kwamba wanaiondoa serikali ya Jubilee mamlakani.
Sasa tumeambia jamaa hatutaki wajaribu wizi wa kura tena. Nimeona jana, juzi nilisema kulikuwa na njama ya kuiba kura na kuleta wanajeshi pamoja na polisi. Nimeshangaa jana waziri wa ulinzi akiongea anasema watu wanajitayarisha pamoja na polisi ati kuleta usalama wakati wa uchaguzi. Jeshi haina jukumu kwa mambo ya ulinzi wa kindani. It is not the responsibility of the military to get involved in internal security. The army is only involved in external security, gotta protect the country. And if the government wants to use the military, they must go to parliament and get parliamentary authority. Kwa hivyo mimi naonya huyu waziri wa ulinzi, Mama Rachel Mamo, dada yangu, tafadhali jihadhari sana. Wachana na mambo hayo, usidanganywe. Mtazamaji, miezi michache baada ya mvua kunyesha na kukomesha kiangazi, wenyeji wa eneo la Nachola, kaunti ya Samburu, bado hawajaona mvua wakati huu wote. Athari yake ikiwa ni baa la njaa katika eneo hilo. Wakazi wa eneo hilo sasa wanategemea matunda ya mwituni angalau kupata riziki. Mwanahabari wetu Agnes Penda ana taarifa hiyo. Taswira ya watu wazima kusubiri chakula cha msaada kutoka kwa wafadhili na serikali ni ya kawaida katika eneo la Nachola, Baringo, kaunti ya Samburu. Hii ni licha ya mvua kunyesha katika sehemu nyingi nchini na kukomesha kiangazi cha siku nyingi. Wenyeji wa Baragoi hata hivyo hawajaiona mvua hiyo. Wanasema ni rasharasha ambazo hazijatosha kukuza nyasi ambazo ni lishe kwa mifugo waliosalia. Hii chakula haifikii wananchi. Ikiletwa inapelekwa kwa nyumba ya chief, si hata kwa shule. Ndio maana unaona watoto wako na koshoko. Chakula hicho cha msaada pia kiwatoshi wenyeji, unalalama kuwa hakitolewi ipasavyo. Hata kwa vile tunakaa hapa, tunakaa na shida ya maji, tunakaa na shida ya ukame. Kami yamemaliza mbuzi yetu yote. Hakuna hata ile tuko nayo. Tunaweza kula hata siku nyingine, hata siku moja. Chakula ile inakujanga hapa naingia tu kwa machifu. Machifu yanauza. Mwenye ataenda kujitetea hapo ndio anaweza pata hata kama ni kilo moja basi kuja kukula. Wale wengine alienda kutafuta fenya atakula hawezi pata. Watoto ndio walioathirika zaidi hasa kwa kukumbwa na maradhi ya kwashako na nyongea, yani marasmus, yanayosababishwa na lishe duni. Wazazi kama Anuk Chulen hawana budi ila kuwatundia wanao matunda ya mwituni. Anakashoko kwa ajili hakuna kitu anakulanga. Ni ile sagara ile mbuzi tu. Eneo la Baragoi kumbwa na kiangazi kama hiki mara kwa mara, na zaidi ni hali mbaya ya usalama inayoletwa na mizozo baina ya jamii hasimu za eneo hili nazopakana hapa, na kuifanya shule ya kukuza chakula kustawi kuwa ngumu na kusimamisha vyakula vya msaada. Ni hali inayoathiri maeneo mengine nchini Kenya yanayokumbwa na visa vya mapigano kama vile eneo la Baringo, visa ambavyo mara nyingi huathiri watoto zaidi kisaikolojia. Ni mambo ya kimila, lakini huwezi sema tu ni mila. Mtu hawezi tu kuamka siku moja kusema kwa anda kupigana. Tunajua kwamba chanzo ni kuna mambo kuhusu na mpaka ambao watu hawajakubaliana kwamba jamii mpaka unafika sehemu fulani. Na hiyo pia tumeweza kuona kiadhiri familia kwa sababu ya watu wanaishi kwa hofu na inasababisha tena kuhama. Kaunti Samburu kiongoza zaidi katika utapiamlo nchini. Watoto 4 kati ya 10 wamekumbwa na maradhi ya utapiamlo katika eneo hili ikilinganishwa na watoto 3 kati ya 10 nchini Kenya. Wenyeji wanataka hatua za dharura kuchukuliwa ili wasipoteze maisha ya watoto wanaotegemewa katika siku za usoni. Agnes Penda, KTN News. Na hisia mseto zimeendelea kuhusiana na uamuzi wa hapo jana wa mahakama ya rufaa kwamba matokeo ya urais yatakayotangazwa kwenye maeneo bunge ndiyo matokeo rasmi, na huku waziri wa ugatuzi Mwangi Kiunjuri akipendekeza kesi kuwasilishwa katika mahakama ya juu zaidi. Tume ya uchaguzi imesema kwamba haitakata rufaa dhidi ya uamuzi huo, na kama mwanahabari wetu Cecilia Wakesho anavyoarifu, huenda ikawa vigumu kwa rufaa yoyote kufaulu.
Hata kabla vumbi kutulia kuhusiana na uamuzi wa mahakama ya rufaa hapo jana ulioshikilia kwamba matokeo ya uchaguzi ya urais kwenye maeneo bunge 290 kote nchini yatakuwa ya mwisho, baadhi ya wanasiasa wa mrengo wa Jubilee wameonekana kukwazwa na maamuzi hayo, huku wakitaka mwelekeo zaidi kutoka kwa mahakama ya juu zaidi nchini. Manake tukifanya hivyo ni kumaanisha wale returning officers wakiwa wamenunuliwa ama wawe na nia mbaya watagaze ile uchaguzi. Hiyo ni mambo ya kuleta fitina na vita ndani ya Kenya. That court ruling is not in order and it must be contested in the highest court in this land. Lakini wadadisi wa masuala ya kikatiba wanasema huenda hicho kikawa kibarua kigumu, ikizingatiwa kwamba swala la iwapo matokeo ya urais yanafaa kutangaziwa kwenye maeneo bunge au kwenye kituo cha kitaifa limekuwa donda ndugu kwenye historia ya uchaguzi nchini. In 2013, the loser in that presidential election contest went to the Supreme Court, and you saw the manner in which the Supreme Court dealt with the issue. It rejected the entire evidence because Raila Odinga, who had filed that petition, had sufficient evidence all the way from the polling station coming up, but he couldn't rely on it on account of two reasons. One was a technical reason where the evidence was thrown out, and two, much credibility was given to the final say of the chairman. Tayari NASA na Jubilee wametangaza kuwepo na vituo vyao maalum kudhibitisha matokeo yatakayokuwa yakitangazwa na tume ya IEBC. Iwapo wana Jubilee watapinga uamuzi huu kotini, je, kutakuwa na muda wa kusikilizwa kwa kesi hiyo kikamilifu? The election court for presidential elections in Kenya is a Supreme Court. So that if there is anything good in the regulations, if there is anything good in the decision that has now been made by the High Court and confirmed by the Court of Appeal, the actual user of those regulations will be the actual court that will test whether they make sense or not, will be the Supreme Court. Yote tisa kwa wapiga kura watakaoelekea debeni tarehe 8 Agosti, wanatumai kwamba IEBC itaendeleza uchaguzi huru na wa haki. Cecilia Wakesho, KTN Leo Weekendi.